25, ambapo mtawala mara kwa mara amekuwa akinukuliwa akisema asiingiliwe na jumuiya hizo na kuhoji wakati mwingine who are you. Mpaka sasa hakuna nia ya dhati ya utashi wa kisiasa ya kutekeleza maazimio ya jumuiya za kimataifa ikiwemo bunge la Ulaya EU Parliament, bunge la Marekani Congress na jumuiya ya madola, kwani serikali licha ya kupewa maonyo mbalimbali, serikali imezidisha zaidi dhuluma na uonevu kwa wananchi, ikiwemo ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, wananchi kukamatwa na kufunguliwa kesi na kubambikizwa uhaini na ugaidi. Aidha, tangu machafuko ya Oktoba 2025 yaliyosababisha mauaji ya watu wasio na hatia 518, zaidi ya 518 na majeruhi zaidi ya 2390 na kuminywa kwa demokrasia ya vyama vingi nchini kwetu, nchi za jumuiya za Umoja wa Afrika AU, jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC na jumuiya ya Afrika Mashariki EAC hazijajishughulisha na mkwamo wa kisiasa uliokumba taifa letu la Tanzania, jambo ambalo ni la kushangaza na sio kawaida, kwani tunakumbuka ilipotokea machafuko ya uchaguzi nchini Kenya mwaka 2007, AU ilipeleka tume ya usuluhishi ambayo ilifanya kazi nzuri sana na kupata mwafaka katika nchi hiyo. Sasa leo hapa Tanzania tujiulize, AU wanasubiri Tanzania mpaka wauawe wananchi wangapi? Umeshaambiwa sasa hivi wameuawa wananchi zaidi ya 518, na wananchi zaidi ya 518, watu wengine walisema zaidi ya watu 10,000, ambao hesabu inakubali. Kama ukisema zaidi ya 518 mathematically inakubalika kwamba na wale waliosema 10,000 na wenyewe wako sahihi. Sasa AU, SADC na EAC zinasubiri Tanzania mpaka wauawe watu wangapi ndio wajue kwamba Tanzania kuna mgogoro? Wanasubiri Tanzania wauawe watu wangapi ndio wajue kwamba Tanzania kuna ukiukwaji wa haki za binadamu? Wanasubiri wauawe watu wangapi? Kwa nini mpaka leo AU iko kimya? Umoja wa Afrika uko kimya? Kwa nini mpaka leo SADC wako kimya? Kwa nini mpaka leo EAC iko kimya? Kwa nini? Na kwa nini kipindi kile yalipotokea machafuko Kenya, kwa nini AU iliingilia kati haraka sana na kupeleka tume ya maridhiano? Kwa nini leo tunazungumzia jumuiya ya madola, watu wa mbali huko kuja kuingia kwenye bara hili na kufanya na kuona kwamba kuna tatizo Tanzania, lakini AEC, jumuiya ya Afrika Mashariki, haioni kama kuna tatizo Tanzania? Umoja wa Afrika hauoni kama kuna tatizo Tanzania? Jumuiya ya Afrika Kusini jumuiya ya nchi za Afrika, jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika, na zenyewe hazioni kama kuna tatizo Tanzania. Watu wameuawa zaidi ya 518. Watu kila leo wanafunguliwa kesi za ugaidi na uhaini. Watu kila leo wanatekwa na kupotea. Wao hawajaona kama kuna ukiukwaji wa haki za binadamu. Wao hawajawahi kuona leo Tundu Lissu yuko mahakama, yuko magereza mwaka mzima na kitu, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini. Wagombea wamefutwa kugombea kwa mabavu, kwa nguvu. Hizi jumuiya za Afrika wenyewe wanasubiri mpaka iweje ndio waje kutatua matatizo yaliyopo hapa. Na kwa nini viongozi waliokuwepo kule nyuma walikuwa wanaona dosari, wanakimbia haraka sana kwenda kuitatua? Kwa nini leo kwenye bara la Afrika imeshindikana? Hao viongozi wetu hao wanakutana na hizi jumuiya ziko kwa ajili ya nini? Na kama Tanzania inaendelea kulipa fedha kwenye jumuiya hiyo, Watanzania wanaendelea kulipa hizo fedha zao kwa ajili ya nini kwenye hizo jumuiya? Kwa ajili ya kufanya nini kama jumuiya zenyewe ni kama zipo hazipo? Kwa kuwa jumuiya ya Afrika, kwa kuwa jumuiya za Afrika zimejiweka kando na serikali ya Tanzania kukosa dhamira ya dhati kuitoa nchi yetu kwenye mkwamo, na atoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuingilia kati kufuatilia hatua kwa hatua utekelezaji wa maazimio wanayoyatoa kwa Tanzania. Aidha, kwa hali inavyoendelea, nchi yetu inaenda kutengwa, itawekewa vikwazo au kufukuzwa uwanachama kabisa wa jumuiya za kimataifa. Kwa namna tunavyoenda, tunaweza kufikishwa huko, na taifa letu likifikishwa huko, tumeingia kwenye matatizo makubwa. Taifa letu ni changa,
na kwamba ustawi wake unategemea ushirikiano wa nchi nyingine, ikiwemo upatikanaji wa mikopo, dawa zote ziwe za binadamu, ziwe za wanyama, ziwe za mimea, masoko ya mazao ya kilimo, masoko ya mazao yote tunategemea nje, mazao, kilimo, mifugo, uvuvi, misitu, madini, pembejeo, mpaka nguo, matibabu, biashara, ushirikiano wa kitaaluma, masoko, diplomasia, wawekezaji, watalii, tunategemea. Na hata tulipouliza kwamba who are you, ilifedhesha sana ya mtu ambaye ni tegemezi kiasi hiki. Unawahoji who are you? Kwa mtu tegemezi kama wewe, paka hata dawa tu za kuwatibu watu wako, huna dawa hata ya kuanzia. Huna dawa hata ya kuanzia. Kukodi hatuwezi kukusanya, tunategemea kukopa na kuomba misaada. Sasa tukiingia kwenye mgogoro huu mkubwa kwa mahitaji haya tunaowahitaji, ustawi wa taifa letu utakuwaje? Baadhi ya nchi Afrika zilizowahi kutengwa, kuwekewa vikwazo na kusimamishwa wanachama wa Jumuiya ya Madola, mfano nchi ya Zimbabwe, CMAG ilisimamisha wanachama Zimbabwe tangu Machi 2002, miaka 24 iliyopita, kufuatia ghasia ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa urais uliokuwa na ushindani mkubwa baina ya Robert Mugabe wa chama cha ZANU-PF na Morgan Tsvangirai wa chama cha Movement for Democratic Change MDC. Kutengwa kwa nchi ya Zimbabwe na Jumuiya ya Madola kumepelekea wananchi wa taifa hilo kupata mateso na matatizo makubwa kupindukia. Paka leo Zimbabwe hakujakaa sawa. Michezo hii mnaambiwa hivi mnatokea huku, mnaambiwa hivi mnatokea huku, mnaambiwa huku mnatokea huku. Mwisho kweli mnafungiwa. Wa Zimbabwe leo wanateseka leo wa Zimbabwe. Wanateseka watoto wanaozaliwa leo Zimbabwe kwa makosa yaliyofanywa na viongozi ambao leo hawako hata madarakani. Tayari nchi yetu imeanza kuonja mazira makubwa ya kuwekewa vikwazo na jumuiya za kimataifa, licha ya serikali kueleza kuwa wamepeleka barua 25 za kujitetea duniani. Marekani ilipitisha azimio la kisheria la maseneta wake wawili ambao ni Ted Cruz wa chama cha Republican na Jen Shaheen wa chama cha Democrat ya kuionya na baadaye kuiwekewa vikwazo Tanzania. Kwa sasa Marekani imeweka vikwazo kwa Watanzania kupata visa na kusababisha usumbufu mkubwa, hususan kwa wanafunzi, wagonjwa wanaosoma na kutibiwa Marekani, lakini pia wafanyabiashara na wawekezaji. Na mimi nilipata kesi, nimefikiwa na wanafunzi wengi sana ambao wamekosa visa ya kwenda Marekani, na wengine ambao wako Marekani wameshindwa kuja likizo kwa sababu visa zitolewe, jambo ambalo ni matatizo kweli kweli. Na pia bunge la Jumuiya ya Umoja wa Ulaya limepitisha azimio la kunyima Tanzania misaada ya euro milioni 156 ambao ni kama bilioni 440. Jumuiya ya Madola and the Commonwealth imetoa maazimio 4 ya ratiba ya utekelezaji, na baada ya hapo itachukua hatua ikiwemo kuweka vikwazo vya 18 zao. Umoja wa Ulaya tuko kwenye 18 zao. Jumuiya ya Madola tuko kwenye 18 zao, tayari tumepewa maazimio 4 tuyatekeleze, ambayo uwezo wa kuyatekeleza na nia ya dhati nayo hatuna. Sasa matamko ya mtawala kuhusu msimamo wa jumuiya za kimataifa kuwa jumuiya hizo zisiingilie uhuru wa nchi ni kuchochea uhasama na mgogoro wa kidiplomasia ya kimataifa, kwani mikataba ya kimataifa iko wazi kuhusu haki za binadamu na demokrasia, ambapo Tanzania imeridhia. Kwa mfano, mikataba hiyo, the United Nations Convention on Civil and Political Rights of 1966, the Universal Declaration on Human Rights of 1948 and etc. Hizo zote tumeziridhia, zote zinazohusu haki za kidemokrasia, zinazohusu haki za binadamu. Kwa hiyo hauwezi tena ukachomoka kwenye hilo hata ungefanya vipi.